Huyu ni mtu wa kwanza ambaye alikutana na changamoto ya kupoteana katika pilika za kutafuta wale wanawake wenye shape na maumbile aina ya namba zile ambazo zinasadikika zenye sikukuu ya 88, au sio? Kama unavyomuona ni kijana ambaye alikutana na sitofahamu katika kuto kujua kwamba jimbo lina mgombea au halina mgombea, na hilo jimbo lilimweka matatane na likamdanganya, likamwambiaje? Likamwambia you are single, yani halina mgombea. Na yeye alivyokuwa mtu wa imani, kama alivyokuwa na imani dini yake kila siku kwamba ukiomba utapewa, akaimani hilo jimbo halina mgombea, na yeye alikuwa ni mtu wa kuliomba kila siku, na siku aliyopewa ikawa ni siku ya sitofahamu ya kukutana na kipigo kizito kama cha mbwa mwizi. Na alivyokuwa na ubongo mfupi kama wapanzi au aina ya senene, alivyoitwa na mwanamke kwamba njoo nyumbani, basi alitoa mbaliga zake bila kufikiria kwamba mwanamke hana nyumba, ila mwanamke huwa anahongwa na lijamaa aina ya jeshi. Basi na yeye bila kujiongeza katoka moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya huyo mwanamke. Baada ya kufika kule akabatika kulala kwa usiku mmoja mpaka asubuhi, na alipofika asubuhi kufungua mlango, cha ajabu na cha kushangaza, maajabu ya Firauni yaliyotokea mchana, mlango ukawa umefungwa kwa nje, na akashindwa kujitetea kabisa kwa sababu umeshafungwa kwa nje. Akajaribu kupiga kelele na kuomba sana ili asaidiwe, lakini ilishindikana. Sasa aliyekuja kufunga mlango alikuwa ni mtoa kodi na mpenda hasara. Yeye akiwa mbali basi analipia kila kitu na maisha yanakuwa fresh. Basi akafungua na akamwamuru kijana kwamba akae chini ili wazungumze vizuri. Kijana huyu akawa mbishi na mtukutu, kama unavyomuona akawa na pani za kukimbia, lakini kashindikana. Basi wakaanza kushindana mle ndani, kumbe asijue jamaa mjeda akaanza kumshushia kipigo na nini mpaka kufika hatua ya hilo kono kuteguliwa. Baada ya kuteguliwa uno, akaona bora mtegue kono. Sasa sijajua angekuwa amemtegua uno, sijui angekuepo leo anashangaa hapa au ingekuwa ndo sitofahamu mazima moja kwa moja. Ila mimi ninachosema kwamba jamani, vijana wengi tusijidanganye sana na kusema kuwa ghetto tuna maziwa kwenye mke wa mtu. Hapana, usione kinatunzwa basi ujue kimegharamiwa, na ukijichanganya basi utakutana na sitofahamu kama kijana wetu hapa. Kama unavyomuona hapa anapiga hesabu atakulaje na hajui anzie wapi amalizie wapi, kwa sababu paswa kichwa iliyomkuta ni kama hii hapa. Na siku zote wanasema mng'ang'ania wembe uache umchalange. Kwa hiyo kijana mimi naweza nikasema hakusikia alivyokuwa anaambiwa bwana cha mtu mavi. Yalijua labda yale ya toilet, kumbe sio kizuri na usikifuatilie kabisa. Kwa hiyo usione watu wamejaliwa mashape mawoo basi ujue kuna wahuni wanachoma pesa hawapeleki maua, kila siku anapeleka mtonyo na vitu vingine. Yeye akajichanganya, akajitoa ufahamu na kujikata ubongo, weka pembeni na kukopesha akili nyingine, akaenda mazima moja kwa moja kwenye jimbo ambalo tayari linamgombea, na yaliomo yamo na yakamshinda kama unavyoona hivi. Na hapa haelewi anzie wapi amalizie wapi. Kwa hiyo naweza nikasema kijana mwenzangu ambaye upo kwenye harakati za kutafuta, usitafute majimbo ambayo yanagombea.